Wanawake wengi sana na wengi walio kwenye ndoa hawafiki kileleni. Wanawake wengi sana. Yes, na tena ambao wako kwenye ndoa hawafiki kileleni. I say hicho ni kitu ambacho kinasikitisha. Na kama wewe ni mmoja wapo ya kwa wasikilizaji au watazamaji wanaotuangalia, kwangu mimi naonea huruma kwa sababu wanakosa vitu vizuri. Yani basi maisha yakisha kupiga vibaya sana na nini, but at least mwisho wa siku you enjoy that thing. Right? Kwa hiyo inasikitisha, lakini ni kweli kwamba unajua unavokuzwa unakuwa ni kitu kibaya sana. I don't think that it's a bad thing. Yani natakiwa tuanze kuwalea watoto wetu waelewe kwamba it's a beautiful thing ikifika muda wako. Sasa mtu unamkuza kwamba ni kitu kibaya sana. Yani watu wanapewa adhabu wanavukua, watu wanafanyaje, afu una expect huyo mtu akikua anaingia akiwa na mindset gani? I say. Kwa hiyo tunaanzia huku chini. Namba moja. Namba mbili, hata kwenye maandalizi ya kufunga ndoa wanaofundishwaga ni wanawake. Nimesikia siku hizi kuna big party something, but I don't think kwamba wanaume wanafundishwa what to do. Lakini wanawake ndio wanaofundishwaga. Na nini wanachofundishwa kule? Wanachofundishwa kule ni kwamba you have to make sure kwamba unamfurahisha mume wako. Kwa hiyo wanawake wengi wanaingia kwenye ndoa wakiwa na mindset kwamba ni kwa ajili ya mume wangu, sio kwa ajili yake. Kwa hiyo mtu akiwa na hiyo mindset itafika mahali anachoka. Hawezi kuenjoy. Lakini ni kwa ajili yetu sote. Okay. Yes. Kwa hiyo tukiwa na hiyo mindset kwamba ni kwa ajili yetu sote, life is good. Okay, tulikaririshwa kwa style pekee ambayo ni style moja ambayo hata kwa watu ambao wakianza tu wanaanza nayo, ambaye inaitwa kifo cha mende. Unasikia? Ndio ambao ni style mama. Je, kuna ulazima wa ukiwa na mtu wako ndani kubadilika muda wowote? Uzuri ni kwamba sasa hivi tunaishi kwenye dunia ambayo sio kwa ajili ya kuzaa tu. Sasa hivi ni kwa ajili ya kupata pleasure, kufurahia na kupata raha, kufurahia maisha. Sasa ili ufurahie kitu si lazima ukifanye kwa namna mbalimbali. Ili ujue kwamba nikifanya hivi inakuaje, nikifanya hivi inakuaje. Mimi naweza nikatolea mfano na mtu wangu, waga tunaweza tukaplan kwamba sasa hivi tukikutana tufanye hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, tufanye hii, ila tukikutanaga yani waga tunakiamsha, tunasahau hata style tulizo discuss. Kwa hiyo tuna discover as we go. Kwa hiyo unapokuwa kwenye lile tendo, kwa sababu umeconcentrate, niko hapa, I'm with you, I want to do this with you. Kwa hiyo as you go, fanya hivi, I want this, nataka hivi. Kuna wakati mwingine style fulani unasikia raha zaidi, unaambia no, tuendelee na hii, kwa sababu ni kitu ambacho mnatakiwa muendelee kuexplore. Sex is about exploring. Okay. Yes. Kiufupi style nyingi kwenye pia ina umuhimu wake jamani. Ni muhimu pia kuwa na badili style. Sio nakaa na style moja tokea mwaka 2015 hadi leo za nje. Za mwilini ambazo tunazijua. Lakini unapokuja sasa kwenye ile kitu yenyewe, kuna namna mbalimbali ambazo unaweza ukamfikisha mwanamke kileleni au ukamfanya asikie raha. Sehemu ya kwanza ambayo ni rahisi ni hiyo ya kitu cha kwanza ambacho mnatakiwa wanaume muelewe ni kwamba sehemu ya mwanamke kibiolojia inafanana kabisa na sehemu ya kwenu ya kiume, ila utofauti ni kwamba yenyewe imeingia kwa ndani. Yani ni kama ule uume alafu uingize kwa ndani. Ndio sehemu ya mwanamke ilivyo. Kama umesoma biology,